Habari za wakati huu wapenzi watazamaji. Nimefika hapa chuo cha mafunzo ya kilimo Matitumbi Tabora. Nimefika hapa kuja kupata pia na kujifunza pia na kujumuika na wanajamii wote tukijue kilimo. Nimebahatika kufika chuo cha mafunzo ya kilimo Matitumbi. Nikabahatika kupata extension officer mmoja au afisa kilimo mmoja. Bwana extension officer, habari za wakati huu? Salama tu, Mungu anakujalia uzima. Habari nayo pia? Salama kabisa. Nimependa kujua au ningependa kujua kitu kimoja hapa. Wewe kama extension officer nadhani utatusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Mimi hapa nina swali moja mpaka matatu hivi kama sikosei. Swali langu ni kwamba wewe kama afisa kilimo unawasaidiaje wakulima na wafugaji kujikwamua kiuchumi hasa inapotokea mabadiliko ya hali ya hewa, mfano ukame? Asante kwa swali ndugu mhojaji. Swali hilo ni kwamba wakulima katika kilimo, hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi ni hali ya kawaida. Tutambue hivyo. Kwa hiyo kwamba endapo mkulima umelima shamba lako vizuri, umepanda na hali ya mabadiliko ya hewa imeshafika. Kwa hiyo kwamba mkulima awali ya yote uwe na akiba. Hiyo akiba ya uwekezaji kwenye mabenki, mfano CRDB. CRDB inaweza ikatoa hisa ile fedha uliyoiwekeza katika ile shirika la uwekezaji. Moja kwa moja itakuwa ni fedha ambayo itaweza kukusaidia baadaye kwenye hiyo changamoto ambayo umeikumbana nayo. Moja kwa moja na washauri wakulima tuwe na kasumba ya uwekezaji wa hizo hisa ambazo zinaweza kwenda kusaidia kwa kuwezesha kurudisha ile hasara ambayo imetokea katika ile shamba katika uzalishaji huo. Kwa mfano tukija upande wa mifugo, hiyo mifugo kipindi cha ukame tunasema unaweza kaenda kuinua sehemu za unyeshaji wa ng'ombe maji au wanyama maji. Mfano ng'ombe ukaweza kutengeneza ile mitalo ambayo inaweza kuwa moja kwa moja kuunganisha na mazingira ya bomba ambazo zinaweza kwenda kumwagisha maji ikawa ni stahiki katika unyeshaji wa maji. Afisa kilimo unawezaje kuwasaidia maafisa kilimo ambao wapo chuo cha kati kama hapa Matitumbi pamoja na vyuo vikuu, mfano kama wanafunzi ambao wako SUA, unawasaidiaje kujikwamua kiuchumi? Kujikwamua kiuchumi, kijana usingoje nitafanya kesho, amua hapo hapo. Kwa hiyo kwamba kuna asilimia za wanazopata katika matumizi yao ya fedha moja kwa moja. Kwa mfano mtu unaweza kuwa na shilingi 10,000. Hiyo shilingi 10,000 nikatengeneza kwamba kila ninapoipata shilingi 10,000 nina akiba ya kuiwekeza, kwamba nikitoka hapa nitaenda kuanzisha ile hisa niliyoiwekeza, inaweza kwenda kuanzisha mradi wote ambao unaweza kuwa ni mtaji ambao niliokusanya pale chuoni. Kwa mfano vyuo vikuu vinatoa zile bomu. Ile bomu ni hela tosha kabisa au ni mtaji tosha kabisa kwenye uwekezaji huu. Basi mimi na washauri wanafunzi waanze kununua hisa kwenye uwekezaji wa haya mabenki, ambapo nasema baadaye itaweza kuwa ni mwezeshaji wa hiyo hisa kwenda kwenye kilimo au kufanya project yote ambayo inaweza kuwa stahiki. Ushauri kwa wakulima kama ni afisa kilimo, tuache kilimo cha mazoea. Kilimo cha mazoea ni kilimo ambacho tunasema kilimo cha kujaza tumbo, kwamba tujihusishe na kilimo biashara. Kilimo biashara ni kilimo kilicholenga uchumi moja kwa moja. Kwa hiyo kwamba mkulima azalishe mazao katika mfumo au msimu fulani, hayo mazao yanaweza kwenda sokoni akampatia kipato ambapo moja kwa moja akapeleka watoto shule, akapeleka watoto sehemu ambayo stahiki katika malezi.